Uhali gani mtazamaji wa MCL Digital? Karibu katika kipindi cha MCL Matukio leo, siku ya Jumatatu ya Julai 17 mwaka 2017. Nikujuze taarifa mbalimbali zilizojiri nchini hii leo. Kukuletea taarifa hizi mimi ni Frederick Nwaka. Na tuanzie hapa jijini Dar es Salaam ambapo Rais mstaafu wa awamu ya 4 Dr. Jakaya Mrisho Kikwete amewaongoza Watanzania kumpa pole Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Dr. Harrison Mwakyembe kutokana na kifo cha mke wake Lina Mwakyembe kilichotokea juzi. Kikwete amewasili nyumbani kwa Dr. Mwakyembe na kutia saini katika kitabu cha maombolezo, na akizungumza nyumbani hapo amemtaka Dr. Mwakyembe kuwa mvumilivu katika kipindi hiki kigumu. Juzi nilipokuwa kijijini ndio nikapata taarifa za kwamba mama yetu ametoka. Basi nimerejea jana usiku, nimeona leo nije nipite nimpe pole tu. Nimtakie msiba wetu sote. Tunaelewa majonzi yake, tunaelewa uchungu aliokuwa nao yeye na familia, lakini kifo kimeumbwa na Mwenyezi Mungu. Kinapotokea sote ni kumshukuru tu Mwenyezi Mungu, kumshukuru kwa muda ambaye Mwenyezi Mungu alimpa Harrison na mkewe kuishi mpaka amepata watoto. Lakini na sasa mwenzake ametangulia, sisi wote tujiungane naye na Harrison kwanza kumwombea mama yetu, Mwenyezi Mungu amjalie kumlaza mahali pema peponi, lakini yeye Harrison na familia yake wapate tu moyo wa subira na uvumilivu. Pia Jaji mstaafu Damian Lubuva ambaye alipata bahati ya kumuona marehemu akiwa hospitalini alifika nyumbani kwa Dr. Mwakyembe kumfariji. Akaniambia mkeo yuko hospitali chumba fulani, kwa naenda kuona mgonjwa mwingine na mgonjwa mwingine. Nimeenda kumuona yule mama, akanichangamkia, alinipa matumaini makubwa tu. Kwa hiyo ndio mara ya mwisho mimi kumuona, ilikuwa kama ndio nilienda kumuona. Kwa hiyo zaidi ya pale kwa kweli sikufanya kazi naye, lakini kwa najua ni mtu hodari kwa shughuli zake mbalimbali kama alikuwa anafanya kazi hapa. Kwa hiyo mtu ambaye wengi tutakumbuka. Basi ndio ninachoweza kusema. Viongozi wengine waliofika nyumbani kwa Dr. Mwakyembe ni Spika mstaafu wa Bunge Anne Makinda, Naibu Waziri wa Fedha Dr. Ashatu Kijaji, Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Dr. Hussein Mwinyi, Mkuu wa Wilaya Kinondoni Ali Salum Hapi na Mkurugenzi wa Mashitaka Biswalo Mganga. Mwili wa mama Mwakyembe utaagwa kesho katika ibada itakayofanyika katika Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKT na saa 4 asubuhi na baadaye kusafirishwa kuelekea wilayani Kyela mkoani Mbeya kwa ajili ya maziko. Wananchi wa wilaya ya Nanyumbu mkoani Mtwara wamejitolea kujenga madarasa ya shule ya msingi Michinga B baada ya wanafunzi wa shule hiyo kusoma kwenye vibanda vya nyasi kwa muda mrefu. Tupate taarifa zaidi kutoka mkoani Mtwara. Wakizungumza na Haika Kimaro wa MCL Matukio, wakazi wa Nanyumbu wametoa sababu za kujitokeza kujenga shule hiyo. Ninajitolea hivi kuonekana na uchungu wa kimaendeleo, jinsi wanavyohangaika watoto wetu kusomea kwenye mabanda, kusomea yani hawasomi vizuri. Kwa hiyo tumeamua kujitolea hivi changamoto hizi ili watoto wetu wasome, wapate elimu nzuri. Sisi tulianza na madawati, na wenyewe mmekiri watoto wote hawakai chini, hata pale chini ya nyasi kuna madawati. Lakini sasa tumerudi kwenye awamu nyingine kwa ujenzi wa vyumba vya madarasa. Nimeona vyumba viwili viko katika ngazi au hatua ya madirisha, lakini msingi wa vyumba vingine viwili na ofisi ya mwalimu tumeuona, na nimewakuta mko bize, wanawake na wanaume mnafanya kazi ile. Hongereni sana. Shule hiyo yenye wanafunzi 743 ilianza mwaka 2005 ikiwa na vyumba viwili vya madarasa, na miaka ilivyozidi kwenda wanafunzi walilazimika kusomea katika vibanda vya nyasi. Tuelekee mkoani Pwani kwa sasa. Katibu wa itikadi na uenezi wa Chama cha Mapinduzi Humphrey Polepole amedhamiria kuwashawishi wabunge wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kujiunga na Chama cha Mapinduzi. Akizungumza mjini Bagamoyo mwishoni mwa wiki, Polepole amesema ameamua kuchukua hatua hiyo baada ya viongozi wa chama hicho cha upinzani kuonesha utovu wa nidhamu kwa kuisingizia CCM kuwa inawarubuni madiwani wake. Polepole ameyasema hayo katika mahafali ya shirikisho la wanafunzi wa elimu ya juu TAHRISO yaliyofanyika wilayani Bagamoyo mkoani Pwani. Sasa na mimi nasema hivi, kwa sababu wameanza utovu wa nidhamu, nitakuwa natoa moja baada ya mwingine, moja baada ya mwingine, moja baada ya mwingine.
kipengele moja, na kwa sababu nilikuwa nakataa sasa kuwapokea, sasa nitaanza kupokea moja baada ya mwingine, moja baada ya mwingine, kwa sababu orodha ni ndefu. Wako wenye viti, wako madiwani, wako wabunge, na wazuia hivi, yani kama kundi la wanaokwenda kusajili kodi ya majengo TRA, ninawazuia hivi. Akizungumza kwa niaba ya wabunge wa mkoa wa Pwani, mbunge wa Chalinze Ridhiwani Kikwete amesema kuwa kwa kutambua changamoto za muda unaokuja, CCM inaandaa wasomi kwa ajili ya kutumikia chama hicho baadaye. Kuweza kuwa sehemu ya kusimamia haya ambayo leo hii baada ya muda so mrefu utawaaga, lakini pia utaratibu mwingine utafanyika katika kuhakikisha kwamba vijana hawa wanaondoka wakiwa na raha zaidi. Lakini pamoja na hilo, Mheshimiwa Mwenezi, kwangu mimi binafsi, hizi si harakati ambazo zimeanza jana. Hizi harakati tulizianza kwenye miaka 2010. Baada ya kutoka chuo kikuu, tulikutana wenzetu Bagamoyo, lakini pia vuguvugu la siasa katika vyuo lilikuwa ni kubwa sana. Na katika michezo, rais wa shirikisho la soka Tanzania TFF Jamali Malinzi, katibu mkuu wa shirikisho hilo Mwesigwa Celestine na mhasibu wao Nsiande Mwanga wamerudishwa rumande hadi Julai 31 kesi yao ya utakatishaji fedha itakapotajwa tena. Watatu hao wamerudishwa rumande leo baada ya kesi yao kutajwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, ambayo iliambiwa kuwa upelelezi wa kesi hiyo bado haujakamilika. Katika kesi hiyo, maafisa hao wa juu wa TFF wanakabiliwa na mashtaka kadhaa yakiwemo ya matumizi mabaya ya madaraka, ubadhirifu wa fedha pamoja na utakatishaji wa fedha, mashtaka ambayo hayana dhamana. Na taarifa tulizozipata muda mfupi uliopita ni kwamba kamati ya nidhamu ya shirikisho la soka Tanzania TFF imeondoa kifungo kilichokuwa kikimkabili msemaji wa klabu ya Simba Haji Manara cha mwaka mmoja na kulipa faini ya shilingi milioni 9. Awali mwezi Aprili mwaka huu, kamati ya maadili ya shirikisho la soka Tanzania TFF ilimkuta na hatia Manara ya kukashifu viongozi wa shirikisho hilo na kumfungia kwa kutojihusisha na soka kwa muda wa mwaka mmoja, sambamba na kulipa faini ya shilingi milioni 9. Na hapo ndio tunatia nanga kwa leo katika kipindi hiki cha MCL Matukio. Pata habari hizi kwa undani katika magazeti ya Mwanaspoti, The Citizen na Mwananchi hapo kesho. Pia tovuti za magazeti hayo na mitandao yake ya kijamii itaendelea kukuhabarisha matukio yote muhimu yanayojiri ndani na nje ya nchi. Mimi ni Frederick Nwaka na kutakia siku njema.